Uchumi wa Ukraini wa mwaka 2026 unatofautiana sana na ule wa mwaka 2013 kabla machafuko ya kisiasa na vita vilivyoibadilisha nchi hiyo. Katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja, Ukraini imepoteza sehemu kubwa ya viwanda na maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi. Mamilioni ya watu wameondoka nchini na biashara yake imebadilika kwa kiasi kikubwa. Mwaka 2013 Ukraini ilikuwa na watu takriban milioni 45.5 na ilikuwa na viwanda vikubwa, rasilimali nyingi na uhusiano mkubwa wa kibiashara na Urusi pamoja na nchi nyingine zilizokuwa sehemu ya Umoja wa Kisovieti. Urusi ilikuwa moja ya masoko muhimu zaidi ya Ukraine. Takriban 23.8% ya bidhaa zilizouzwa nje ya Ukraine zilikwenda Urusi, huku 30.2% ya bidhaa zilizoingizwa nchini humo zikitoka nchini Urusi. Wakati huo Ukraine haikutegemea sana kilimo pekee. Viwanda vilikuwa sehemu muhimu ya uchumi, vikizalisha bidhaa kama mashine, metali, kemikali na bidhaa nyingine za viwandani. Lakini hali hiyo imebadilika sana kutokana na mabadiliko ya kisiasa, kupotea kwa maeneo ya viwanda na vita vya muda mrefu na Urusi. Leo idadi ya watu wanaoishi nchini Ukraine imepungua kwa kiasi kikubwa. Makadirio ya mwaka 2026 yanaweka idadi hiyo karibu watu milioni 29, ingawa baadhi ya makadirio yanaonyesha inaweza kuwa chini zaidi. Mamilioni ya raia wameondoka nchini humo kutokana na vita, huku wengine wakiishi katika maeneo ambayo sasa yako chini ya udhibiti wa Urusi na yameathiriwa sana na mapigano. Mabadiliko hayo yameathiri pia uzalishaji katika nchi hiyo. Ukraine sasa inategemea zaidi kuuza nje bidhaa za kilimo kama nafaka, mafuta ya mimea, mbegu za chakula na bidhaa nyingine za chakula. Hii ni tofauti na miaka ya nyuma ambapo bidhaa za viwandani zilikuwa na nafasi kubwa katika mauzo ya nje. Umoja wa Ulaya sasa ndio mshirika mkubwa zaidi wa biashara wa Ukraine. Mwaka 2025 nchi za EU zilichangia sehemu kubwa ya bidhaa zilizoingia Ukraine na pia zilikuwa soko muhimu kwa bidhaa zilizotoka Ukraine. Hata hivyo, Ukraine bado inaagiza bidhaa nyingi zaidi kuliko inavyouza nje. Mwaka 2025 kwa mfano, Ukraine iliagiza bidhaa zenye thamani ya takriban dola bilioni 84.8 wakati mauzo yake ya nje yalikuwa karibu dola bilioni 40.3. Bidhaa za chakula zilileta karibu dola bilioni 22.5. Kwa upande mwingine, Ukraine ilitumia mabilioni ya dola kuagiza mashine, magari, kemikali, mafuta na bidhaa za nishati. Tofauti hiyo kubwa kati ya bidhaa zinazoingia na zinazotoka nchini humo ingeweza kusababisha tatizo kubwa la fedha za kigeni kama Ukraine isingekuwa ikipokea msaada mkubwa kutoka nje. Vita vimeifanya serikali ya Ukraine kuelekeza sehemu kubwa sana fedha zake katika masuala ya kijeshi na usalama. Kwa mwaka 2026 matumizi ya ulinzi ya Ukraine yanakadiriwa kufikia karibu dola bilioni 97. Hii ni sawa na takriban 43% ya pato la taifa linalotarajiwa. Hii ina maana kwamba sehemu kubwa sana ya rasilimali za serikali inaelekezwa kwenye jeshi, silaha, vifaa na mishahara ya wanajeshi. Fedha zinazobaki zinapaswa kugharamia huduma nyingine muhimu kama afya, elimu, pensheni, miundombinu na huduma za serikali. Tatizo liloongezwa na nakisi kubwa ya bajeti. Nakisi ya mwaka 2026 inakadiriwa kuwa karibu 12.1% ya pato la taifa. Bila msaada mkubwa kutoka Umoja wa Ulaya, pengo hilo lingekuwa kubwa zaidi. Hali hii inaifanya Ukraine kutegemea sana misaada na mikopo kutoka nchi na taasisi za kimataifa. Tangu kuanza kwa vita mwaka 2022, Ukraine imepokea fedha nyingi kutoka kwa washirika wake wa kimataifa. Kwa mujibu wa Wizara ya Fedha Ukraine, kufikia Julai mwaka 2026, nchi hiyo ilikuwa imepokea takriban dola bilioni 191.75 katika fedha za nje kwa ajili ya bajeti. Fedha hizo zimeisaidia serikali kuendelea kufanya kazi wakati mapato yake ya ndani yakiwa hayatoshi kugharamia mahitaji yote ya nchi. Pia zimeisaidia serikali kuelekeza sehemu kubwa ya mapato yake ya ndani kwenye vita. Umoja wa Ulaya umekuwa miongoni mwa wahisani wakubwa, huku shirika la fedha la kimataifa IMF likiendelea kutoa mikopo kwa Ukraine. Hata hivyo, sehemu kubwa ya fedha hizo si zawadi, ni mikopo ambayo Ukraine italazimika kukabiliana na ulipaji wake kwa namna fulani. Deni la serikali ya Ukraine limefikia kiwango cha karibu 100% ya pato la taifa, ingawa sehemu kubwa ya madeni mapya imepewa kwa masharti nafuu. Tatizo kubwa si tu gharama za kulipa riba. Changamoto kubwa ni kwamba Ukraine inahitaji kuendelea kupata fedha kutoka nje ili kuonesha bajeti yake, kulipia mahitaji ya kijeshi na kudumisha huduma za msingi. IMF imeonya kwamba deni la Ukraine bado haliwezi kuchukuliwa kuwa endelevu bila hatua
kama msamaha au marekebisho ya madeni, kupunguza matumizi fulani na kuendelea kupata fedha za nje kwa masharti nafuu. Swali kubwa linalozunguka uchumi wa Ukraini ni kama nchi hiyo itaweza kulipa madeni yake baada ya vita. Tatizo ni kwamba uchumi wake umeathiriwa na vita, watu wamepungua, viwanda vimeharibiwa na kupotea, na serikali inahitaji kutumia kiasi kikubwa cha fedha katika ulinzi. Waziri wa fedha wa Ukraini Sergei Marchenko amewahi kusema kuwa nchi hiyo haitaweza kuwalipa wanaoidai kwa muda mrefu. Hii inaonyesha ukubwa wa mzigo wa kifedha ambao Ukraini imeubeba. Baadhi ya viongozi wa Ulaya pia wamehusisha uwezo wa Ukraini kulipa mikopo mikubwa ya msaada. Katika uchumi wa sasa Ukraini, kilimo kina nafasi kubwa sana. Nchi hiyo ni mzalishaji mkubwa wa nafaka, mafuta ya mimea na bidhaa nyingine za kilimo. Tatizo ni kwamba bidhaa hizo mara nyingi zina thamani ndogo ikilinganishwa na bidhaa za teknolojia ya juu au za viwandani. Hivyo Ukraini inaweza kuuza kiasi kikubwa cha bidhaa lakini bado ikapata fedha chache ikilinganishwa na nchi zinazouza bidhaa za viwandani na teknolojia. Bandari ya eneo la Odessa ni muhimu sana kwa biashara hii. Sehemu kubwa ya bidhaa za Ukraini zinasafirishwa kwa njia ya bahari kupitia eneo hilo, hasa nafaka zinazohitaji usafiri wa baharini kwa sababu ni nyingi na ni ghali kuzisafirisha kwa barabara au reli. Vita katika Bahari Nyeusi pamoja na mashambulizi na vikwazo mbalimbali vimeongeza hatari kwa biashara hiyo. Ukraini imejaribu kutumia njia ya reli, barabara na bandari za Danube kama njia mbadala, lakini njia hizo haziwezi kuchukua nafasi kamili ya bandari kubwa za Bahari Nyeusi kwa gharama na uwezo wa kusafirisha bidhaa nyingi. Ukraini pia inakabiliwa na tatizo la kupungua kwa idadi ya watu na wafanyakazi, jambo ambalo kwa kawaida hupunguza mapato ya serikali kutokana na kodi. Ili kuongeza mapato, serikali imeongeza baadhi ya kodi. Kwa mfano, kodi maalum ya kijeshi iliongezwa kutoka 1.5% hadi 5% mwishoni mwa mwaka 2024. Benki pia zimekabiliwa na kodi kubwa zaidi kwenye faida zao. Licha ya kupungua kwa msingi wa walipa kodi, mapato ya kodi yameendelea kuwa muhimu kwa serikali. Katika nusu ya kwanza mwaka 2026, walipa kodi wakubwa walichangia takriban dola bilioni 12.8, karibu nusu mapato ya nje ya kodi. Hata hivyo, sehemu ya shughuli hizo za kiuchumi ina uhusiano wa moja kwa moja na vita. Wanajeshi wanapolipwa mishahara na kutumia fedha hizo, shughuli za biashara huongezeka na serikali hukusanya kodi. Pia ununuzi wa vifaa kutoka nje unaweza kuleta mapato kupitia kodi ya ongezeko la thamani na ushuru wa forodha. Mbali na vita na madeni, Ukraini inakabiliwa na tatizo la rushwa. Rushwa inaweza kufanya miradi kuwa ghali, kupunguza mapato ya serikali na kusababisha fedha ambazo zingetumika kujenga miundombinu au kusaidia wananchi kupotea. Taasisi za kupambana na rushwa nchini Ukraini zimeendelea kuchunguza tuhuma mbalimbali zinazohusisha sekta ya nishati, ulinzi, serikali na taasisi nyingine. Miongoni mwa kesi zilizotajwa ni madai ya ufisadi katika kampuni ya serikali ya nishati ya nyuklia Energeticom, ambapo wachunguzi walidai kuwa wakandarasi walitakiwa kutoa asilimia fulani ya fedha kama malipo ya siri. Pia kumekuwa na uchunguzi kuhusu ununuzi wa vifaa vya kijeshi na matumizi ya fedha za umma. Ni muhimu kutambua kwamba madai haya ni sehemu ya uchunguzi na kesi mbalimbali, hivyo si kila mtu anayetajwa amethibitishwa kuwa na hatia. Rushwa pia inaweza kuathiri uhusiano wa Ukraini na wafadhili wake wa magharibi. Nchi zinazotoa fedha zinahitaji kuhakikisha kwamba fedha zao zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Ikiwa ufisadi utaonekana kuwa mkubwa, inaweza kuwa vigumu zaidi kupata msaada wa kifedha katika siku zijazo. Pamoja na matatizo yote hayo, uchumi wa Ukraini haujaanguka kabisa. Serikali bado inalipa mishahara, pensheni na inaendesha huduma za msingi. Benki zinaendelea kufanya kazi na akiba ya fedha za kigeni inaongezeka. Lakini hali hiyo imewezeshwa kwa kiasi kikubwa na fedha zinazotoka nje. Hivyo uchumi wa Ukraini wa mwaka 2026 unaweza kueleweka kama uchumi unaoendelea kuishi wakati ukiwa chini ya shinikizo kubwa la vita, matumizi makubwa ya kijeshi, madeni, upungufu wa watu na utegemezi wa msaada wa kimataifa. Mustakabali wake unategemea mambo kadhaa: namna vita vitakavyoendelea, uwezo wa serikali kuongeza uzalishaji wa ndani, kurejesha viwanda, kuwafanya watu walioko nje warudi, kupunguza rushwa na kujenga uchumi ambao unaweza kujiendesha bila kutegemea kiwango kikubwa cha fedha kutoka nje. Kwa sasa Ukraini inaendelea kutafuta usawa kati ya kugharamia vita vinavyoendelea na kujenga msingi wa uchumi wa baada ya vita. Hilo ndilo litakaloamua kama nchi hiyo itaweza kutoka kwenye utegemezi mkubwa wa misaada na kuanza tena kujenga uchumi unaotegemea zaidi uzalishaji wake wenyewe.